Hujambo mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV na karibu katika mpasho saa 7. Ikiwa kwamba hii ni mara ya kwanza tunakuletea taarifa hizi kwa lugha ya Kiswahili. Hapa ndipo utakuwa unafahamisha yale yote ambayo yametokea humu nchini na bila shaka yale ambayo yametokea katika rubaa za kimataifa. Mwelekezi wangu ni Abigail Nyanjama, nami ni Jeff Nyakundi. Karibu. Na bila shaka basi karibu katika taarifa zetu za leo hii saa 7. Tukianza ni kwamba katibu wa kudumu katika wizara ya masuala ya ndani Dr. Raymond Omollo ameshtumu vita vya kisiasa ambavyo vimekuwa vikishuhudiwa katika ama miongoni mwa wanasiasa katika kaunti ya Migori. Vita hivyo vimekuwa vikisababishwa na baadhi ya wabunge katika kaunti hiyo ambao wanaonesha nia ya kuwania kiti cha ugavana katika kaunti hiyo ya Migori. Ripota wetu Lennox Odede na taarifa hizo kwa kina. Akizungumza katika shule ya msingi ya Rokere eneo bunge la Kuria West, katibu wa kudumu anayesimamia usalama wa ndani Raymond Omollo amewarai viongozi waliochaguliwa katika kaunti ya Migori kudumisha amani miongoni mwao na hata kuwarai vijana kukoma kutumika vibaya na wanasiasa. Tulimaliza mambo ya uchaguzi. Tupatie viongozi nafasi watuhudumie na msikubali kama wananchi kama kuna viongozi wenye wanataka kuwagonganisha, viongozi wenye wanataka vijana wapigane, viongozi wenye wanataka vijana washautie viongozi wengine. Nataka niwaombe tusikubali mgawanyiko kwa msingi ya viongozi, kwa msingi ya ukabila ama tukiwa na tofauti ya mawazo. Kama kuna kiongozi yenye hautaki, wewe ni kijana, tafadhali usiende kwa mkutano yake. Matamshi yake Raymond Omollo yanakuja wiki moja baada ya wafuasi wa mbunge wa Urimak Nyamita pamoja na wafuasi wa Governor Ochilo Ayako kupigana kwenye uga wa Migori Stadium baada ya mechi kati ya Migori Youth na Mofa kukamilika. Nataka nishukuru Governor wetu wa jimbo la Migori kupitia kwa ofisi yake na kwa uongozi wake ameleta viongozi wote wa Migori County kwa ukaribu ili wafanye kazi ndio wananchi wa Migori wapate faida kwa viongozi wao wenye walichagua. Amesema kuwa tayari serikali imeweka mikakati ya kukomesha vita vya mipaka vinavyoshuhudiwa Angata Baragoi. Iliyopita tulikuwa pale Kuria East na tulikuwa na kikao na wazee na walikuwa na memorandum yao na tulikubaliana tutafuatilia utaratibu ili tukue na usalama mzuri kwa hiyo boda yetu na Narok County. Na kwa sasa kuna utulivu imepatikana. Tunataka we need to sustain that peace. There is a border area, there is an expansive piece of land which we are engaging the leaders of both counties, actually the 3 counties, the counties of Migori, Narok and Kisii, so that we have a proper mechanism of administering that area so that Kenyans from those 3 counties can go about their lives uninterrupted. Because in this day and age, we cannot continue to lose lives in the manner that we have lost lives in the past few days and past weeks. Raymond Omollo pia amewarai wakazi wa Kuria West kujiandikisha katika bima ya afya ya SHA huku akiwahimiza vijana kuchukua vitambulisho. Nikiripotia runinga ya Ndizi TV Africa kutoka eneo bunge la Kuria West, kaunti ya Migori, mimi ni Lennox Odede. Kwingineko ni kwamba aliyekuwa rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta amewaomba
baadhi ya viongozi wa makanisa kuombea viongozi hapa nchini Kenya wakati wanatekeleza wajibu wao. Bila shaka aidha Rais Uhuru Kenyatta amewataka viongozi hao waendelee kutekeleza yale ambayo wanapaswa kuwafanyia Wakenya. Aliyekuwa rais huyo Kenyatta alikuwa anazungumza katika eneo la Meru, katika dayosisi ya Meru, wakati alihudhuria hafla ya askofu msaidizi wa dayosisi Meru eneo la Murura. Kuna responsibility, unaangalia wale wengine kwa TV tu, ukiwaangalia vile wanaendelea, kwa sababu wengine wanafikiria hii makazi ni rahisi. Ile kuomba ya kwamba viongozi wetu watafungua masikio na roho zao na wasikie kilio cha wananchi ambao wanaongoza. Vile nimesema, kila mtu ambaye ako na masikio amesikia. Yangu ni kusema tuendelee kuombea nchi yetu ya Kenya. Tuendelee kuombea viongozi wetu, sababu lazima tuombee viongozi wetu. Na tukiendelea kusonga mbele ni kwamba gavana wa kaunti ya Kakamega ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya fedha katika baraza la magavana amesisitiza kuwa kaunti zote zitasitisha kazi ama huduma katika kaunti ikiwa kwamba serikali haitatoa pesa ambazo zinahitajika kushughulikia mambo hayo. Alikuwa anazungumza katika hafla ya kanisa eneo bunge la Rulambi katika ya Jesus Wonders Victory, huku akitoa siku 14 iwapo serikali haitatoa pesa hizo, basi yote yanapaswa kufanya kaunti yatakuwa yanasimama. We are going to shut down counties ili watu wakae nyumbani until we receive money. That is the only way we are going to be serious. Na pia national government lazima iheshimu ya kwamba katiba recognizes 2 levels of government. It is not a favor for us to get, it is in the constitution. And what you are asking for ni pesa kidogo sana. The national government retains 85%. We are only asking for 15%, ambayo mpaka hivi sasa is not coming on time. Kwingineko ni kwamba mahojiano ya kutafuta mwenyekiti wa tume ya IEBC yameanza hiyo, ikiwa shughuli hiyo inaendelea katika kaunti ya Nairobi, na tume ambayo ilikuwa imetengwa na kufanyia mahojiano kwa wale ambao watakuwa wana kiti hicho wa IEBC. Hiyo itakuwa inafanyika kuanzia siku hii ya leo ya Jumatatu hadi siku ya Jumatano, ikiwa kwamba wale ambao wameratibiwa 11 wakiendelea mahojiano siku hii ya leo hadi siku hiyo ya Jumatano kumtafuta mwenyekiti mpya wa tume ya IEBC. Na wengine 105 watakuwa wanateuliwa ama walikuwa wameteuliwa kugombea nafasi ya makamishona wa chama ama wa tume hiyo ya IEBC. You told us that you have been in service 23 years and counting. If we were to make you chair, what would you like to be remembered for in the judicial service on your professional conduct? How would you, if you were to succeed and now you go to the commission? I think my colleagues on the bench, I would like them to they would respect me. I would like to be remembered as a person who was respected by my colleagues and my peers. And I think that is sufficient for me, because that was a service and I think I needed to be respected. I think I am respected by majority of my colleagues on the bench, and I have cut out a career that has spanned all these years with service and honor. Thank you, Chair. Have you ever sought to be promoted to the higher court? Yes. And what experience have you had there? I applied to be promoted to be judge. I went through an interview. There was no complaint on my part. I went through a process of interview, but the Judicial Service Commission to make. I was not one of those selected at the time. And I think that's all I can say. I was not selected at the time. Na tukiendelea kusonga mbele ni kwamba wanamgambo wanaoshukiwa kuwa wa kundi la Al-Shabaab walivamia kituo cha polisi wa Kenya katika eneo la Kago karibu na mpaka wa Somalia na kuwaua watu 6 huku wengine 5
wakijeruhiwa vibaya. Shambulio hilo la kushtukisha lilitokea katika eneo la Cargo Plains ambako mashambulizi hayo yanajiri wakati ambapo serikali inaendelea na juhudi za kudhibiti usalama mpakani. Na hatimaye nikitamatisha ni kwamba matumaini ya Harambee Stars kushiriki mashindano ya kombe la dunia mwakani yanazidi kudidimia baada ya kupoteza 2-1 dhidi ya Gabon kwenye uga wa Nyayo. Game tukiwa nyumbani for a long time timu yetu imekuwa ikicheza bila home fans. Finally the day is here. Niliamka mapema sana. We have been waiting for the gates to be open. Nimekuja kushabikia, ni mara yangu ya kwanza kuja kushabikia Harambee Stars. Kwa ushindi leo nahitaji ushindi mkubwa sana. Nimefurahi sana kufika Nyayo Stadium. Basi mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, tunapoendelea kukuletea taarifa hizi ambazo zimetokea humu nchini na bila shaka yale ambayo yametokea katika rubaa, ikiwa tumekuletea taarifa hizi kwa lugha ya Kiswahili, kuna baadhi ya mashabiki ambao wamekuwa wakifuatilia na ningependa kuwatambua tu ikiwa kwamba hii ni mara ya kwanza. Namuona pale Rhoda Ruth anataja kwamba Ndizi TV News Digital anafuatilia kutoka eneo lile la Jeddah. Asante sana Rhoda Ruth kwa kufuatilia. Namuona pale MCA Oro Nelfa akitaja kwamba kazi kuntu. Asante sana dada Olo Nelfa. Namuona pale Sultan Obangi akitaja kaka Jeff, na tunazidi kuwashukuru wapenzi watazamaji wetu kwa kufuatilia idhaa hii ya Ndizi TV. Na hapa ndipo basi jinsi ambavyo nilikueleza awali, utakuwa unayapata yale yote ambayo yametokea humu nchini, kaunti zetu zote, na bila shaka yale ambayo yametokea katika rubaa za kimataifa. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Pale Facebook tupata kama Ndizi TV News Digital, na kwingineko mtandao ule wa TikTok mtandao ule wa TikTok, na kwingineko pale YouTube, na bila shaka pale X tupata kama Ndizi TV News. Na usisahau kutembelea tovuti yetu ya www.nztv.co.ke kwa hayo na mengine mengi tu. Na usisahau kusungumza nazi kupitia nambari yetu ya studio. Pale utatuma SMS ama ujumbe kupitia kwa mtandao ule wa WhatsApp kwa nambari yetu 0792192834. Basi kufika hapo ndipo nafika tamati. Jina langu ni Jeff Nyakundi. Kwaheri kwa sasa.